Sirwe, Azoya, Sirwe, Azoya, Simbe, Mama Simbe, Choma Choma, Simbe, Mama Simbe, Choma Choma, tutapiga M23 kila mara, Simbe, Mama Simbe, Choma Choma, FARDC na wazalendo wamepigana, Simbe, 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 Choma Choma, M23 wakalehe wamepigwa, Simbe, Mama Simbe, Choma Choma, wazalendo wamepiga M23 wakalehe, Simbe, Mama Simbe, kale imepata ukombozi na wazalendo, Simbe, Mama Simbe, sema sema, Lumbishi Chipupu, eneo ya Kindi, siku zote mushukuru, wazalendo wamepambana. Yes, karibu tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu wa kipindi hiki, muda wetu wa habari wa leo. Tuna mengi ya kuwatangazia kupitia habari tuko nayo na habari mengi zaidi. Mashabiki mahali popote muko, endelea kusubscribe, endelea kucomment. Ukiwa unanisikiliza kutokea maeneo yoyote, tunakaribisha kupitia Media Goma TV na kupitia muda wetu huyu wa saa 10:41 kwa sasa. Mashabiki yangu, kumbuka leo ni tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tuna habari mengi tunakuja kuwatangazia mashabiki kutokea ndani ya Jamhuri Mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwendelea kuungana na mimi, mwendelea kupartage ili tayari habari ziendelee kuwafikia kwa wingi zaidi. Na kama tayari nyinyi ni mashabiki mnaonikubali, nyinyi ni mashabiki mnapenda Media Goma TV, na waomba mwendelee kupartage kila sehemu popote, kwa sababu katika muda huu tunazungumza kuna habari mengine tunawaletea kupitia yote imeendelea kuonekana katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Leo hii mapambano ilikuwa imezuka katika maeneo mengine, lakini tuna habari zenye tunakuja kuwaletea habari lipya. Katika habari lipya tuko nayo, kuna mengi tunakuja kuadiliana kuambia. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kupanga nini? Serikali ya Kongo ilikuwa imemaliza muda mrefu kila mara tukilaumu kusema wameendelea kupigwa, wanapigwa na M23. Kumbe serikali ilikuwa ikipanga mambo mengine. Kwa sasa imeanza kuweka vitu vyote nje. Ndio maana nimekusikwa utaratibu na kunisikiliza na kujua hili jambo linakuja kutangazia katika muda huyu. Uko tayari kuwa pamoja na mimi? Endelea kusubscribe, like, comment, partage ili habari ziwe pamoja na wewe. Mashabiki kutokea Amerika, Canada, Australia, Norvege na sehemu zingine, tunawakaribisha kupitia Media Goma TV na tunashukuru kwa wale tumekuwa nao kwa muda mrefu. Leo hii Media Goma TV imemaliza mwezi na wiki mbili na wiki posho mbili kwa sasa, na tumekuwa na mashabiki kwa kweli karibu 9,000 ya watu, tumeelekea kuwa 10,000. Wale Mwenyezi Mungu kwa kweli na waendelea kujiongeza. Hata kama wewe uko mahali popote, tunakaribisha kwa na mimi ndani ya Media Goma TV, kwa sababu hakuna mahali pengine utapata habari yenye uhakika bila kutufuatilia katika kipindi hiki kwa kila mara. Kwa sasa tumerudi katika uwanja kuwapasha habari imeendelea kutoka katika seta lenye uwanja, na habari tuko nayo leo, tuko na habari mengi zaidi mashabiki zangu. Tuna habari mingi tunakuja kuwaletea katika uwanja wenye mapambano, lakini ili nikuja kuwapeleka kwenye vita imeendelea kusonga kwa sasa. Acha kwanza tutangaze habari tuko nayo imetokea ndani ya gouvernement ama ndani ya chama cha serikali kimetangazwa na Rais Felix Tshisekedi katika maeneo na kuendelea kutengeneza, ameendelea kuweka wa viongozi wapya sasa. Tunakuja kuwapalisha na macheo, tunakuja kuangalia generali alikuwa anaitwa Olivier Kasita. Mnajua General Olivier Kasita ni kabila ya Watusi, hii kabila wa Nyamlenge anaozaliwa katika milimani huko Minembwe au Plateau de Fizi. Mara moja alikuwa katika upande wa Uvira. Mnakumbuka makelele ilikuwa na katika raia population wa Uvira walimgombanisha hatua
jeshi la Twirwaneho walikuwa nakabiliana na jeshi la wazalendo na FARDC. Mara moja General Kasita huyu anaoitwa Olivier Kasita alikuja kupigwa na raia population kumgombanisha, kwa sababu yeye ni kabila ya Watusi, akateuliwa mara moja kutoka katika huko ndani ya Ufizi, ndani ya Uvira. Hatua serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hayo haina ubaguzi, ilikuwa ni ubaguzi kuhusu wakaaji na wazalendo. Kumbuka wazalendo nao wako nyuma ya population, wako mkati na wako na raia population. Mara moja Kasita aliondolewa katika mji Uvira akapelekwa Kinshasa. Lakini katika habari tumekuletea lipya, General Kasita ule mwenyewe alikuwa anakatazwa kabila wa Watusi, ule alikuwa anapigwa mawe katika upande wa Uvira huko. Katika habari tuko nayo kwa sasa, amepewa, ameshimamia kosi, amekuwa chef de operation ndani ya miradi ya pili katika kikosi cha serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa ameongoza teritware 9, anaongozwa maeneo 9 katika ndani ya Jamhuri Mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anaongoza kwa sasa, yeye ndio chef de militaire ya pili ya operation ya serikali. Kwa sasa amepewa katika eneo linaloitwa Kasai. Amepewa Kasai Orientale, amepewa Kasai Centre Africaine, amepewa eneo naitwa Holomami, amepewa eneo ya Haut-Katanga, amepewa eneo naitwa Sankuru, amepewa eneo naitwa Lualaba, amepewa eneo naitwa eneo ya Tanganyika, amepewa eneo naitwa Lomami, eneo ya Lomami. Hizi ndio maeneo saizi anayoitwa Olivier Kasita. Kwa sasa ameanza kudirije, ameanza kuongoza kwa sababu ameteuliwa, amepewa nafasi na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Na huyu kumbuka ni umoja kwa watu raia population upande wa Lake Tanganyika, huko Tanganyika walimkataa Haut Plateau, lakini kwa sasa amerejea na eneo 9 na tunakuja kuwapeleka hili. Serikali inaendelea kupanga kiserikali kipya, wameanza kuondoa wale wa viongozi walikuwa katika eneo haya, wameanza kuweka wengine. Mara moja serikali ya Kongo Felix Tshisekedi tena ameweka huyu alikuwa kiitwa General Lubayo Mashama. General Lubaya Mashama alikuwa gavana huko Beni Ituri. Mara moja kumbuka alikuwa ametolewa, lakini amekuja anakuja mara moja kubadilishwa Kapendi, anakuja kugomboa general anayoitwa General Ede Kapendi kuwa kamadari wa 22 militaire katika upande wa Centre Katanga. Huko njoko na yeye atakuja kupelekwa anaoitwa Lubayo Kamshama. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kufanya operation ya kubadilisha viongozi moja kwa moja. Hili ndio jambo watu wengi walikuwa wakitegemea, lakini kwa sasa wale tulikuwa tunaamini kama watawekwa hapo, hakuna yote amewekwa, kwa sababu serikali FARDC imeanza kuteula moja kwa moja. Na habari nyingine tunakuja kupeleka kwa sasa katika uwanja wenye mgogoro wa vita. Vita imeonekana tarehe yani urejeshi wa amani umeonekana katika upande wa Kalehe. Wanajeshi wa wazalendo na wanajeshi wa FARDC walikabiliana na wahasi wa M23 tangu tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 katika ndani ya teritware ya Kalehe na katika mavijiji. Ilikuwa katika vita, mnakumbuka, na gisi M23 walikuwa kiwavamia katika maeneo na kutokea maeneo anaenda kuwavamia, na gisi wazalendo walipambana na FARDC kwa kurejesha vijiji viwe katika mikono yao. Na kwa sasa ili amani ya ukweli, kwa sababu kulikuwa kijiji kimoja kilikuwa na kijiji kinaitwa Numbi. Kijiji cha Numbi kilichukuliwa jana sasa,
Kijiji cha Numbi kilichukuliwa jana. Kumbuka vijiji vingine vilikuwa vimeshachukuliwa, lakini Numbi ilikuwa ndio imebaki kwenye mgogoro wa vita hatari sana. Lakini wanajeshi wa wanajeshi wa FARDC wazalendo wamepata nafuu ya kuchukua tena kijiji cha Numbi, na mara moja kwa sasa wanajeshi wa wazalendo wamepata, kulikuwa kijiji kingine kinaitwa Chamatale. Chamatale nayo ilikuwa na mapambano hatari sana. Eneo inaitwa Chamatale nayo ilikuwa na mapambano kali sana katika ulayani ndani ya teritwari ya Kalehe. Kumbuka Kalehe iko na maaveni mengi zaidi, na kuna maaveni zenye, sio kusema ili watu mnielewe vizuri, sio kusema Kalehe mzima inazingatiwa na wanajeshi wa FARDC. Hapana, kuna maeneo zenye M23 wamekaa na kuna maeneo zingine ziko na chama cha wazalendo na FARDC, na kuna eneo sasa yenyewe tunaweza kusema eneo ilikuwa inaitwa eneo ya Ziralo, njo ilikuwa kama vile tuseme njo edikota ya Kalehe. Hapo ndio kwenye iwe M23 wanatamani kumiliki eneo hizo, iwe mara moja FARDC na wanatamani kubaki tu hapo bila kutolewa, katika sababu hiyo ndio njia yupo ya kuelekea mara moja uko ndani ya Walikale. Kwa sasa wazalendo walifunga hapo kwa sababu wanajua kama M23 lengo yao ni kuingia katika upande wa hapo Walikale. Kwa sasa hili ni wapeleke vijiji. Kwa sasa tunaozungumza kwa muda huyu wenye uko na mikono ya wazalendo walitolewa na M23 walitolewa katika vijiji hivi. Saa hizi kijiji kinaitwa Numbi, Chamatale, Lumbishi, Chamombo, Kazinga iko kwenye mikono ya chama cha wazalendo. Kwa sasa wazalendo wanaendelea kuonesha bora zaidi katika uwanja wenye mapambano, hata kama hawapate kwa sasa financement gisi inahitajika, lakini kwa sababu hatujaona wazalendo wengine, kwa sababu wazalendo wanalia ni kuanzia Uvira, lakini wazalendo wa kutokea Kalehe hatujaona yoyote anaolia. Wazalendo kutoka upande wa uko Ruchuru hatujaona yoyote anasema serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hawajawapea financement. Wazalendo kutoka Kabare hao wanajulikana tangu vita hili ya Jamhuri, tangu 2025 jusqu'à aujourd'hui, wale ndio wameteuliwa, hawajawahi kupata hata financement. Hao ndio walianza kulia hatua wazalendo kutoka upande wa Fizi, upande wa huko milimani ho plateau de Uvira, wote walikuwa kisherekea na kuendelea kufurahia kupata sherehe, na wazalendo upande wa Kabare wanalia. Lakini kwa sasa tumeona mpaka wazalendo nao wa huko wanaanza kulia kama gisi wazalendo wa kutokea Kabare walikuwa na lia, kwa sababu wazalendo wa Kabare walisha kuchukua hiyo kitu, hawezi kupata msaada kutokea katika chama cha serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatua wote wanaopambania nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, urejesho wa amani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo lingikuwa, kwa sababu serikali ingilikuwa na amani kwa kweli, linaamini zaidi wanajeshi wazalendo. Tayari hili wazalendo wachukue wale wazalendo wazalendo, wale wazalendo waaminifu wawachukua, wapeleke kwenye Centre de Formation Kinshasa, watengeneze, wapige karibu miezi 6, wawatoe mentalite ya wizi, wawatoe mentalite ya kupiga, yani wawafunze kijeshi cha ukweli kiingie ndani yao, wawarejeshe katika uwanja mapambano, wale wataweza kurejesha amani. Lakini kwa sasa FARDC ilikata imani na wazalendo kwa sababu waliona wazalendo wanatumia vifaa vibaya sana. Na kuja kukuletea habari nyingine imetoka katika ndani mahali tena huko Kalehe, vita imewaka leo sasa tarehe 14. Leo tarehe 14 ndakuja kuwapeleka kijiji kinaitwa Katale Puma, eneo inaitwa Mupanana, eneo inaitwa Mupanama, eneo ya Mupanama. Njo mapambano imeendelea kuwa kali sana katika teritwari ya Kalehe, katika vijiji. Niliwaambia Kalehe iko na maeneo mengi zaidi, makartie mingi, ni kama tuseme Baraka iko na vijiji mingi, ni kama tuseme Uvira Minembwe iko na, kwa sababu tulikuwa tunasema mara moja FARDC wamechukua Minembwe. Kumbi Minembwe sio centre, Minembwe iko na tumakartie twa mingi, nyumba 15, 25, 12, 13, tayari yeye inakuwa eneo
Unanielewa vizuri? Na katika maeneo kuna mikoa katika kando hapo, na kuna mashefu ba nyumba 10 kila eneo. Sasa hili ndio linaonyesha kwa sasa mapambano haya imeendelea kuwa hatari katika upande huyu. Mashabiki zangu, kwa sasa kwenye vita iko katika eneo ya Kale, kwa sasa hivi tunazungumza ni Katale, eneo inaitwa Mupanama, huko vita imeendelea kuwa kali kwa sababu M23 nao hapa wamekataa kuondoka. Nao wanasema inabidi tena warudi katika vijiji kukomboa hapo. Lakini tutakuja kuwatangazia ili habari katika habari yetu ya saa moja, tujue kwa sasa wazalendo wamefaulu buka eneo ya Katale ama bado. Habari nyingine imetokea mara moja katika ndani ile tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026, Walikale eneo inaitwa Kazuba Banasuka groupment ya Kisimba. Vita imeendelea kuwa sana. Ilikuwa tarehe 12 mwezi huyu wa 8 mwaka wa 2026 katika vijiji hivyo kati la jeshi la M23 na wajeshi wa wazalendo. Mapambano yanaendelea kuwa hatari kwa sababu M23 nia yao mara moja ni ndani ya Walikale. Katika muda huu tunazungumza, mambo sio mazuri kwa sababu vita imeendelea kusonga, hata kama serikali FARDC wanaendelea kuongoza ama kuendelea kubadilisha serikali na kubadilisha viongozi, wanaendelea kuweka viongozi kwa kweli, lakini mapambano imeendelea kuwa mbaya sana kwa sababu M23 nao hawalali, wameendelea kukua. M23 nao wamekaa wakipanga ni je watafaulu kuchukua vijiji vingine. Kumbuka operasyon katika uwanja mapambano kati ya serikali wanapanga, kati ya wasi wanapanga. Sijui kama unanielewa vizuri. Ni kama vile unaopigana mwenzako wenye unapambana na mwenzako, mko unapambana ngumi, unampiga ngumi, unampiga ngumi ya kwanza, yeye mwenzako anakuhesabu. Akikuhesabu tayari anajua wewe umetumia nguvu mingi. Baadaye anakuangalia anasema sasa hapa ndakupiga hii kudesha mara moja, dakika 2 atakuwa amekumaliza. Ndio hivyo katika vita hii ya FARDC na M23 iko. M23 wanataka mara moja na nguvu. FARDC natulia na wazalendo. Mara moja M23 nao wanafanya nini? M23 wanatulia, FARDC nao inakuja na wataki. Hivyo ndio vita iko. Ndio maana unajipata leo wamoja wanashinda, wengine wanafeli. Kesho unajipata hii mahali tunatangazwa, unajipata wengine wamepata urejeshi katika maeneo haya. Kwa sababu katika upande wa vita tuweze kusema hawa ndio watakuwa wanashinda tu bora. Kumbuka M23 wanaendelea kushinda kila mara, wanaendelea kukipema eneo mengi zaidi. Lakini wazalendo nao kuna dakika nao wanakujaga mara moja wanavuruga M23 mpaka M23 wanakimbia na wengine wanakufa. Nao sio kusema nao wanasahau kama hawa ni wanajeshi wenzao wanapambana. Hili ndio kitu moja niwaendeshe mashabiki zangu. Tusikuwe tunakuja, kuna raia population wanatamani kila mara tu FARDC iganye vita, na kuna wengine wanatamani kila mara M23 ndio waganye vita. Ni kitu haiwezekani kwa sababu katika uwanja mapambano ni jambo kubwa zaidi. Mnakumbuka ili tuwapeleke mara moja Irani na Amerika. Mnajua Amerika iko na uwezo ya kupambana na Irani na imalize, lakini Amerika ndio inajua Irani nao hawaikai, nao wanaendelea kutengeneza mbingu gisi sisi tulitengeneza mbingu. Na ndio kwenye vita hili la M23 na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kuwa hivyo. FARDC inapanga mbingu, waasi wanapanga mbingu, kwa sababu hawa ni wanajeshi. Ukiangalia comportement ya M23 ni tofauti na ADF, kwa sababu hao ni wanatembea na magari kubwa kubwa. Hao kwa sasa wako na mawanja wa mandege, kwa sababu hao ukiangalia kwa sasa wako nataka kuvuta jina ya kuwa rebelle. Hao wanataka kuwa kama jeshi international du pays, kwa sababu ukiangalia pour l'organisation pour sensibilisation de M23, même là vous avez appuyé, même wanaonesha Umoja wa Mataifa, na mnaona kwa tayari wazungu wanatoka mainchi, watu wote wametoka kuja kuvizite mahali, watu wanataka mani kujua chama hawa wahasi anajiita M23 ni wanafanana vina gani. Kama tunaona kwenye mtandao wanafanana kama wanajeshi wa inchi. Ndio maana unaona sasa M23 wanaendelea kukamata mioyo ya watu wengi sana. Lakini kumbuka hawa tu ni majambazi, kwa sababu hawajapewa authorization kwa kupiganisha nchi, kwa sababu hata kama ni waasi wao wanajua ni waasi tayari, lakini hawajabadilisha bendera ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo lingali, na wanajua tayari katika nchi la Kongo kuna rais mmoja anaoitwa Felix Tshisekedi. Wanaheshimu hiyo kitu hata kama wanaompiganisha, lakini nao wanasubiri Rais Felix Tshisekedi azungumze nao ili nao wapumue kwa sasa. Hata nao wamechoka hili vita. Acha niwaambie kweli, nao kwenye wako wamelala wakijua hili vita litaisha lini.
hata kwenye wako saizi wanajua hata kama wamepata utajiri, lakini hatu wanajua hii vita ingaliki tu, wanajua sani saa watakufa. Huyu mwingine anajua ndani ya FARDC sani saa tutakufa. Shida ni ngumu, hata ndani ya population shida ni ngumu. Na kuja kupeleka habari nyingine imetokea upande wa uko eneo ya Uvira. Uvira kumeonekana tena maiti. Uvira kumeonekana maiti jana tarehe 13. Kuna mama mmoja alipigwa masasi. Mama mmoja alipigwa masasi na watu wasiojulikana walikuwa wakitumia masiraha. Wakampiga mabare kwenye mgongo wake. Katika eneo inayoitwa Kiyaya. Eneo ya Kiyaya ndani ya mtaa inaitwa Mulongwe. Na ilikuwa saa 2 jioni kabisa, ni hiyo hakujaingia. Alipigwa masasa akapelekwa kwenye kituo cha afya. Hatuwezi kutangaza kwa sababu ya usalama wake, kwa sababu wale waliompiga wanataka wanaweza rudi tena wamalize, kwa sababu nia yao ilikuwa ni kumaliza mara moja, lakini Mwenyezi Mungu alimweka kwa hili mapopeni, akamweka protection ili aendelee kumchunga. Kwa sasa adui, mtu anaokuua anataka kamalize mara moja. Na kuja kuletea habari nyingine kutoka upande wa Uvira. Tena wakahaji wa Uvira wameendelea kupanga kuhusu maandamano ya kurejesha amani tarehe 15 mwezi huyu wa 8 mwaka wa 2026. Raia population mashirika ya Uvira wamelazimisha wakahaji wote kutoka katika eneo watafanyia maandamano haya. Itaanzia katika eneo ya Kavimvira na kutembea katika mtaa wa Uvira kwa kurejesha amani na kukataa mambo vifo kila mara. Wanasema tayari mji wa Uvira haweze kuamuka asubuhi hawajapata mtu ameuawa na ameupigwa masasi, na hili ni jambo lenye la kuweka wasi raia population katika mtaa wa Uvira. Na habari ile yenyewe tutaendelea, kwa sababu hili linaendelea kuleta changamoto kwa wakaaji wanaokaa katika mtaa hii ya Uvira. Kumbuka mimi mwenyewe nakuletea habari ni Nelson reporter katika muda huyu wetu wa habari huyu muda kama huyu, na kutakia heri njema na Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi, tuje kupatana kwa habari zetu za saa 1 jioni. Na kutakia heri njema, bye bye na Mungu awabariki. Bye bye, mwendelee kupartage, mwendelee kucomment, tuma ujumbe uniambie wewe ni shabiki kutokea upande gani. Bye bye.